Hautapata ulinzi wa kiroho ama ulinzi wa kiungu kama utafanya vitu hivi viwili ambavyo nataka kuviorodhesha. Kitu cha kwanza, usije ukakiri tatizo kwa kinywa chako. Huo ni mwiko. Tafadhali, niliwahi kuzungumza mara nyingi kuwa mdomo wako ni uumbaji. Mdomo wako ni kifaa cha kuumbia ama ni kifaa cha kufanyia creation, kufanyia manifestation. Mdomo wako una spell ama unatamka kitu na kinaweza kikawa. Kwa hivyo usiwe unakiri kwa kusema sina hela, mimi naumwa, hawanipendi, wote hawataki kuniona. Kadri unavyoendelea kukiri hayo maneno ya namna hiyo, unajitoa kwenye ulinzi wa kiroho, unajitoa kwenye providence ama kwenye ugavi wa kiungu, kwa sababu ambaye amekuleta wewe kwenye hii dunia ndiye ambaye anajua kiasi gani atakupa, ndiye ambaye anasubiri wewe utamke unataka nini. Sasa unapoendelea kukiri na kutamka ya kwamba hauna ama huwezi, basi tambua ya kwamba ndicho kitakachokuja, kwa sababu kinywa chako kinaumba. Kitu cha pili, epuka kuangalia uchi nyingi kwenye maisha yako. Nikimaanisha kwamba kama wewe ni kijana wa kiume ama ni mwanaume, acha kuangalia uchi nyingi, acha kuvua wanawake wengi nguo. Lakini kama wewe ni mdada ama ni mwanamke, acha kuvuliwa nguo na wanaume wengi. Kadri unavyoendelea kuangalia uchi za hao watu, ndivyo kadri ambavyo unajipunguzia ulinzi wako wa kiroho. Uchi ndio kati ya vitu hatari sana kwenye maisha ya mwanadamu na kwenye maisha ya kiroho. Ndio maana kwa mujibu wa vitabu vingi vya dini, hata kwa mujibu wa Biblia, wakina Adam na Hawa walipokula tunda, kitu cha kwanza ambacho ni kibaya kukiona walipoambiwa hili tunda ni utagundua mema na mabaya, waligundua ya kwamba wako uchi. Sio kitu kingine chochote. Waligundua ya kwamba wako uchi, kwa sababu uchi ndio kati ya vitu ambavyo sio salama kwenye macho ya mwanadamu. Epuka hicho kitu kama kweli unataka kupata ulinzi wa kiroho ama unataka kupata ulinzi wa kiulimwengu na uishi ukiwa protected kiroho na kimwili. Uchi sio kitu cha kuona kwa wingi ama mara kwa mara. Nawapenda sana. Peace.